Watu wengi sana ambao wanafungua studio ya picha au video huwa kuna makosa wao wanayafanya, na haya makosa wanayapelekea wao kutokuona faida ya kuwa wapiga picha au kutokuona faida ya kuwa na studio ambayo itakuwa na record video au kupiga picha. Sasa naenda kutajia hayo makosa na vitu ambavyo vinatakiwa kuvifanya ambavyo vitakuepusha kuingia kwenye hayo makosa matano ambayo wengi sana wamekuwa wakiyafanya, na hayo huwa yanawapa hasara kabisa na kutokuona faida ikiingia kupitia hiyo kazi yao. Na kosa la kwanza ambalo wengi walikuwa wamelifanya ni kwamba wanashindwa kujua ni aina gani ya studio ambao wanahitaji, kwa sababu kwenye studio kuna makundi mengi sana. Sasa kama ukiwa unahusika na picha au video, kuna ambao wanapiga passport, kuna ambao yani studio yake inakuwa inadili na passport, kuna ambao studio yao inadili labda na event, kuna ambao wanadili na portrait, kuna wengine wanadili na product, yani kwamba anapiga picha product au bidhaa mbalimbali za makampuni au watu au ofisi. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba studio yako wewe ina dili na vitu vya aina gani, ili uweze kukategori kwamba utachukua vifaa ambavyo vinahusiana na nini. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kosa la pili ni kununua vifaa ovyo. Ni kwamba anakuwa ameshagundua labda anatakiwa anahusika na kitu gani, ofisi yake inakuwa inahusika na labda passport, event au product, lakini anakuwa ananunua vifaa ovyo. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kuzingatia hapa, unatakiwa ununue vifaa vya msingi kwanza. Nikiwa namaanisha kwamba kuna kamera, kuna battery, kuna kadi hapo ya kamera, kuna stendi, na tegemea na kitu ambacho unakifanya, lakini pia kuna light, kwamba utakuwa unatumia mwanga wa aina gani kwenye kufanya kazi zako. Hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kwanza kuvinunua. Alafu baada ya hapo ndio uanze kununua kidogo, kwa sababu kama ukinunua ovyo, yani kwa sababu umeshaambiwa labda hiki kinafanya kazi kwenye industry ya picha na video, unaweza ukakinunua kumbe kwako wewe hiki akifanya kazi au hakina faida yoyote ambayo inaweza kukuingizia. Kwa hilo ndio kosa la pili ambalo wengi wamekuwa wakifanya. Kosa la tatu ni kutokuzingatia faida. Ni kwamba wao asilimia kubwa ambao wanataka kuanzisha studio hawaangalii kwamba wananufaikaje na hiyo ofisi, kwamba itawalipaje, itaingizaje hela, lakini pia hela ambayo wameweka itarudi baada ya muda gani. Kwa sababu wengi sana wamekuwa wakijua kwamba wanawekeza, kumbe sio kwamba wanawekeza, ila wanafanya tu matumizi ambao yanachukua hela mfukoni kwao lakini haina faida. Unakuta mtu anataka afungue studio ya picha labda au video, lakini anadili sana na kupendezesha ofisi, sijui kuweka marumaru, kuweka mlango wa aluminium, sijui kufanya nini, wakati vitu ambavyo wanavifanya vyote ni matumizi tu ambayo hayana faida yote kwenye kumuingizia pesa, kwa sababu wateja hawazingatii sana ofisi ikoje, hawazingatii sana muonekano. Japo ni muhimu kweli iwe vizuri, lakini wateja wanachokizingatia wao ni kwamba unatoa value au thamani ya kiasi gani kwao kwenye matumizi yao ambao wanakuwa wanahitaji. Kwenye kile huduma ambao wanahitaji, wao wanazingatia kwamba tunahitaji huduma hii, wewe sasa unaweza kuprovide vipi, au quality na ubora wako ukoje, ila sio ubora wa ofisi. Kwa hiyo unataka kujikuta ukajua unawekeza, kumbe unafanya matumizi mengi ambayo sasa anaweza kumalizia hela zako, na mwisho wa siku ukajikuta hauna pesa au pesa zimeisha. Unakuja kuanza kazi ya production na kupiga picha, unakuwa hauna hela, baadaye inaanza kukulazimu wewe kuanza kuuza vifaa ambavyo tena uko navyo ili kuweza kupata hela, kwa sababu wakati unaanza mara chache sana kukuta unapata wateja ikiwa ndio unaanza. Ukiwa unaanza mara nyingi sana wateja ni wachache, pesa zinakuwa chache. Kwa hiyo ukuta umewekeza hela nyingi kwenye vitu ambavyo sio vya msingi ambavyo mwisho wa siku vinakuwa vinakukosti. Kabla tujaendelea mbele, unaweza ukasubscribe hapo chini, ukagonga alama ya kengele, lakini pia usisahau kutia comment yako hapo. Wewe ungekuwa wewe labda unatamani kuanza na kifaa gani, lakini pia unapenda video ijayo au niwe naongelea vitu gani sana katika channel yetu. Kosa la nne ambalo wengi wanalifanya ni kwamba wakishachagua vifaa ni wanashindwa kufanya utafiti kwamba hivyo vifaa ambavyo wanataka kuvinunua, je, accessories zake zinapatikana kwa urahisi? Kwa sababu unaweza kununua kamera, ukaambia kamera ni nzuri, ni kweli kama nzuri, lakini upatikanaji wake wa accessory, yani upatikanaji wa accessories zake ukawa ni mgumu. Unaweza kukuta labda lenzi upatikanaji wake ni mgumu, labda mabetri yake yamekuwa ni magumu, lakini ukiachana na ugumu pia inawezekana akawa gharama yake ni kubwa kuliko kamera zingine. Kwa lazima uzingatie accessory gani ambazo zinapatikana kirahisi, lakini pia gharama ambazo ni affordable na wewe. Kwa sababu una kamera kwa mfano kama kamera ya Sony, lenzi tu ya 50mm inauzwa 800,000, lakini kwenye kamera kwa mfano kama Canon, lenzi ya 50mm inauzwa 400,000, zipo mpaka za 500,000, ipo 300,000, ipo mpaka 200,000. Lakini pia kwenye Nikon alikadhalika hivyo kwenye Nikon zipo za hivyo. Kwa hiyo unatakiwa uangalie unahitaji kamera gani, lakini pia accessories zake unaweza kuzipateje, na upatikanaji wa bei ambayo itakuwa inapatikana. Je, wewe unaweza ukaiafford, kwamba wewe na hiyo bei mnaweza mkawa mpo sambamba bila kupata hasara aina yoyote? Kwa sababu unaweza kununua kifaa baada ya siku ngapi labda kikaharibika, lakini kwa sababu kinauzwa gharama accessory yake, yani kifaa chake kinauzwa gharama, vitu kimeharibika, hata ukienda kuomba kwa ndugu, watu ambao unafahamu, ikawa ni ngumu wao kuweza kukupatia hela ili kuweza wewe kuweza kununua hicho kifaa ambacho kinakuwa kimeharibika.
hiyo ndio kosa la 4. Na kosa la 5 na la mwisho ni kwamba kama ofisi yako inahusika na video, watu wengi sana huwa hawazingatii sana kwenye upande wa sauti. Kwa hiyo wengi sana wamekuwa wakitegemea sauti ambayo inapatikana kwenye kamera, kitu ambacho mteja au mtu mtazamaji ana uwezo wa kuvumilia video mbaya yenye quality mbaya. Hata kama ukiweka black and white bila rangi ya aina yoyote, bila nini, anaweza kukaa na kuangalia video kwa utulivu kabisa bila shida yoyote na akaelewa. Lakini sauti ikiwa mbaya hawezi kuvumilia. Kwa hiyo kama ofisi yako itakuwa inahusika na mambo ya production inayohusiana na sauti, labda ujui na picha pekee yake, unapiga na video pia, hakikisha unazingatia kununua external mic, yani mic za nje hivi, au recorder nzuri ambayo utakuwa unaitumia kwenye matumizi yako kwa wakati unashoot hizo video, ili kuweza kupata sauti ambayo ni clear na kazi zako ziweze kuonekana perfect. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia. Jua kwanza kanuni, jua kwanza mfumo ambao unafanya kazi, aina ya ofisi ambayo unahitaji, vifaa ambavyo vitahitajika kwenye aina kulingana na aina ya kazi ambayo utakuwa unafanya. Hapo kisha vifahamu hivyo, basi unaweza kuanza kununua vifaa vyako na unaweza kuepukana kabisa na hasara ambazo zinaweza zikapatikana kupitia kununua vifaa bila kuwa na hii formula nzuri ambao wengi sana wako wakikosea. Sina la ziada, unaweza kuendelea kuenjoy kuangalia video zangu zingine, lakini pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zijazo. See you.